Sio jambo jepesi kama wengi wanavyofikiria. Mpaka unaanza shule ya msingi, unaenda sekondari, unahitimu chuo, kwa kweli unastahili kupongezwa. Hongereni sana sana sana. Na nimeambiwa hapa kuna wahitimu wa certificate, kuna wahitimu wa diploma, na kuna wahitimu wa bachelor degree. Hongereni sana. Naomba niwaambie, hatima ya taifa hili liko mikononi mwenu. Na naongea hivyo nikinukuu kauli ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 61 pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Aliwahi kusema maneno haya yafuatayo kwa wasomi waliohitimu wakati ule: "Those of you who have received this privilege therefore have a duty to pay sacrifices which others have made. It's like a man who has been given all the food available in a starving village in order to bring back surplus from a distance. Failure to do that, you are a traitor. And traitors do not belong to this country." Nanuku, "Those of you who have received this privilege therefore have a duty to pay sacrifices which others have made." Nyinyi ambao siku ya leo mnahitimu mafunzo haya, mna jukumu la kuhakikisha mnalipa fadhila kwa wale waliojitoa ili nyinyi leo mfike hapo mlipofika. It's like a man who has been given all the food available in a starving village in order to bring back surplus from a distance. Ni kama kijana anayekaa kwenye kijiji chenye njaa, akapewa chakula cha kijiji kizima ili yeye aende masafa marefu alete chakula kwa ajili ya wanakijiji waliobaki. Failure to do that, you are a traitor. Ukishindwa kufanya hivyo, wewe ni msaliti. And traitors do not belong to this country. Na wasaliti hawana nafasi kwenye taifa hili. Ninaposema nyinyi wasomi ndio mtakuwa na hatima ya taifa hili, na maanisha haiwezekani tuchukue chakula cha kijiji kizima tukupe wewe, ukatuletee chakula, wewe ukaenda ukala iko chakula ukasepa huko. Huo ni usaliti. Maanake badala ya kile chakula tulichokupa wewe itakiwa sisi tuendelee kusurvive. Tumekupa ukatafute kingine. Ukienda huko ukatokomea, maanake utatuacha sisi na njaa, na hatima yake ni nini? Ni kifo. Vijana mliohitimu leo, naomba mtambue, wapo watu waliojitoa ili nyinyi leo mfike mlipofika. Kuna watu wamepoteza maisha yao kulipigania taifa hili, taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walisacrifice familia zao, walipambana kufa na kupona wapiganie taifa lao. Leo sisi tunaishi kwa amani, tunaishi kwa utulivu, hatupati bugdha yoyote, tunaingia darasani, tunasoma, tunahitimu. Kuna watu kwenye nchi zao hata kuingia darasani hawawezi kwa sababu nchi haitawaliki. Nchi haikaliki kutokana na vurugu, kutokana na vita. Lakini sisi leo waasisi wa taifa hili wamepambana, wamejinyima, wamejitoa, wamepoteza maisha yao kwa ajili ya kuhakikisha hii nchi inaendelea kubaki kuwa salama. Nchi yetu sisi ilipata uhuru mwaka 1961. Pamoja na wao kupambania amani ya taifa hili, uhuru wa taifa hili,
lakini wakakabidhi madaraka kwa mamlaka zilizofuata. Kwa kipindi chote hiki taifa hili limeendelea kuwa salama. Amani na utulivu umeendelea kuwepo. Ndio maana leo tunaweza kuthubutu kuja Singida, tukakaa kama hivi, tukapongezana. Nchi za wenzetu haya mambo hayapo, nawaambia. Kama uamini, na kupeleka tu hapo jirani Somalia, na kupeleka Kongo, mkaangalie madhara ya kupoteza amani na utulivu wa taifa. Sasa kama leo sisi vijana tumeikuta nchi hii kama wasomi ikiwa kwenye mikono salama, tuna wajibu wa kuhakikisha amani hii haichezewi kwa namna yoyote. Tuna wajibu wa kuhakikisha utulivu wa taifa hili hauwi intimidated na mtu yoyote. Sisi vijana, kama mwalimu alivyosema, sisi vijana ndio walinzi wa viongozi wa taifa hili. Sisi vijana ndio walinzi wa nchi hii. Hatuna Marekani nyingine. Marekani yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mwenyezi Mungu hakukufanya wewe uzaliwe Tanzania kwa bahati mbaya. Kama upo hapa, umezaliwa kwenye nchi hii, tuna wajibu wa kulinda bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna wajibu wa kuwalinda viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana, tusikubali kushawishiwa kwa namna yoyote ile. Tusikubali mtu yoyote kufanya mzaha wa aina yoyote ile, iwe ya kuzungumza kwa matani au kwa kumaanisha kuhusu amani na usalama wa taifa hili. Tusikubali. Zipo nchi zilikuwa zinaishi raha mustarehe. Zilikuwa nchi za kutolewa mifano hapa Afrika kwa maendeleo na uchumi. Kuna nchi tulokuwa tunaionea wivu sisi wasomi kama Libya. Libya ya Muammar Gaddafi. Wakaja watu wakawagawa, wanasema wagawe ili watawale. Divide and rule. Wakawagawa, wakawapandikiza chuki. Leo Libya iko wapi? Mkiharibu amani ya nchi, itachukua zaidi ya miongo kuhakikisha hiyo amani inarudi na utulivu unarudi. Nataka niwaambie, kuijenga amani ya nchi unaweza ukachukua zaidi ya miaka 100, lakini kuiharibu amani ni dakika moja tu. Twendeni barabarani tukaenda, fanyeni vurugu ukafanya. Kwani hatujajifunza kwa wenzetu wa Kenya? Ndugu zangu, sumu haionjwi. Hiyo amani unayoipata, ukaamka, ukavaa, ukasalimiana na familia kwa furaha na upendo, ukaagana na mkeo kwa bashasha, ukaenda kazini, ukafanya kazi, ukapata na nguvu ya kula, ukarudi. Hiyo amani ikipotea, na waambia kabisa vijana wenzangu, hizo raha na hizo moment hazitakaa zitokee. Kuna nchi za wenzetu hata kuzaa wanashindwa. Ukitaka kukutana na mkeo, bomu hilo pu, hujatulia huku pu, hujatulia kule pu. Ndugu zangu, msifanye masihara na amani ya taifa hili. Naombeni tuendelee kuenzi falsafa ya baba wa taifa, kwamba tuna wajibu kama vijana wasomi wa kulinda amani na hatima ya taifa hili. Tubishane kwa hoja, lakini
tusibishane kwa mlengo wa kuvuruga amani ya taifa hili. Mtu yoyote anaweza kusimama mbele akahamasisha kutoweka kwa amani. Huyo sio mwenzetu. Kwa sababu anaweza akachochea mtu mmoja, ila madhara yatatupata wote. Sisi kama wasomi tunatakiwa tuwe namba moja kwenye kureason. Sisi wasomi tunatakiwa tuwe namba moja kwenye kuwa na logic, si ndio? Tuwe na fact, si ndio? Tuwe na data, si ndio? Tukajenge hoja, tukabishane kwa hoja. Lakini mlengo wa kujenga hoja na kubishana kwa hoja kusiwe mlengo wa kuipasua hii nchi vipande vipande. Kama ambavyo tumekabidhiwa nchi hii kwenye mikono salama, ni lazima kama vijana wasomi tuhakikishe tunaiacha nchi hii ikiwa kwenye mikono salama. Na kwenye safari hii ya kuilinda amani, anayetutania hatucheki naye, hatucheki na yoyote. Tunaulinda wetu moyo. Na ukiona mtu anashikilia bango, hebu muangalie kwanza utaifa wake. Maana inabidi tukutilie mashaka na utaifa wako. Wewe ni Mtanzania mwenzetu kweli? Maana unaweza ukawa umezaliwa Tanzania lakini una uraia wa nchi nyingine. Tukuangalia na Marekani nyingine zaidi ya Tanzania. Maana ukimwona mtu anafanya hayo, huenda ana sehemu pa kukimbilia ambapo mimi na wewe leo hatuna. Watoto wetu wako Tanzania. Ndugu zetu wako Tanzania. Likitokea lolote tumepoteza ukoo mzima. Tusikubali ndugu zangu wasomi, na hii ndo message yangu kwenye mahafali yenu siku ya leo. Tusikubali kuchezewa, sumu haionjwi. Na katika hili vijana wasomi, msikae kimya, pazeni sauti. Pazeni sauti. Sababu mnazo na hoja za kusema mnazo, msikae kimya. Tuseme. Swala la amani ya taifa hili, it cannot be compromised. Yoyote anayekuja mbele kutaka kuvuruga amani ya nchi hii, huyo sio mwenzetu. Tuseme waziwazi, tusipepese macho. Huyo sio mwenzetu. Iwe ana ajenda ya kuleta maendeleo, iwe ana ajenda ya kisiasa, lakini sio kwa kuvuruga amani ya taifa hili. Tena kwa bahati mbaya, nyinyi vijana huku mko kwenye social media. Kuna watu wanakuja na hizi hoja, hata kuwepo hapa nchini hawapo. Mnakubalije vijana kushawishiwa na watu ambao hata leo likitokea lolote hapa, wao hawapo kwanza na familia zao hazipo? Tunakubalije? La pili, sisi Mwenyezi Mungu ametupa neema. Yaani kama ni nchi, huwa sisi tunasema sisi ni last born. Yaani sisi ni last born. Yaani Mwenyezi Mungu sisi taifa hili anatupenda sana. Sisi Waislamu tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Hebu tuseme alhamdulillah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, nataka niwaambie, nchi yetu kwa kipindi chote cha awamu 6 tumepata viongozi ambao sio wa binafsi. Kwa sababu mtu anayeitwa rais, mamlaka yake ni makubwa sana. Rais wa nchi, mkuu wa nchi,
Amiri jeshi mkuu sio mtu wa kufanya mchezo. Lakini katika kipindi chote tumewahi kuona misimamo ya viongozi. Sasa hivi tuko awamu ya 6. Mwenyezi Mungu ametupa neema, tunaye Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais ambaye amefungua milango ya mijadala, watu kujadili maendeleo ya nchi. Rais ambaye tulikuwa tunalalamika sisi wa Tanzania, hakuna uhuru wa vyombo vya habari, watu hawana uhuru wa kusema, amesema jamani, nimefungua semeni. Rais ambaye mlikuwa mnasema diplomasia imekufa, hatuna mahusiano mazuri sana na nchi za nje, amefungua milango ya diplomasia. Diplomasia imeimarishwa. Rais ambaye watu walikuwa hawana uhuru wa kukaa nchini, walikuwa nchi za nje, amewaambia rudini nyumbani tuijenge nchi. Yale ambayo yalikuwa yanasemwa nyuma kwamba hayafanyiki, yeye alipoingia ameamua kuyafanya. Leo hii amefanya kuliko hata tuliotarajia. Tumezungumza tu sekta moja tu ya elimu. Sekta hii moja. Awamu ya 5 elimu bila ada ilikuwa mpaka kidato cha 4. Ameprolong mpaka kidato cha 6. Makofi kwa Mama Samia. Wenyewe mmesema mikopo ya vyuo ilikuwa ni level ya degree, leo mpaka diploma wanapata mikopo. Makofi kwa Mama Samia. Ameongeza boom. Leo kwa siku kijana wa chuo una pocket money 10,000. Makofi kwa Mama Samia. Tumekaa sisi hapa kwa zaidi ya miaka 5. Hakuna kupandishwa madaraja, hakuna recategorization, hakuna kupandishwa mishahara. Leo Mama Samia ameyafanya hayo. Kila kukicha nafasi za ajira zinatangazwa. Uongo kweli? Sisi ndugu zangu ni binadamu. Mheshimiwa Rais naye ni binadamu na ana moyo. Ana moyo. Hivi kweli malipo ya wema ni ubaya? Anayekutendea mema unamlipa ubaya? Sisi kwenye Qur'ani tumeambiwa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Hivi kuna malipo yanayokutendea wewe wema zaidi ya yeye kumtendea mema? Naomba hawa wanaozungumza, sisi kama wasomi tuwaulize, ni nchi gani dunia hii iliyomaliza shida zake zote? Nitajie moja. Ndugu zangu, maendeleo ni hatua. Maendeleo ni hatua. Maendeleo ni mchakato. Maendeleo hayafanywi na mtu mmoja. Maendeleo ni teamwork. Rais kama mkuu wa nchi, kazi yake ni kuonyesha vision, maono, nchi anataka kuipeleka wapi. Lakini tutambue resources are scarce. Wachumi wapo hapa, resources are scarce. Rasilimali hazijawahi kutosheleza, na haziwezi kutosheleza kwa sababu population is dynamic. Kwa sababu kila siku watu wanazaliwa. Ingekuwa 61 tulikuwa population ya watu 500,000 na mpaka leo 500,000, tungeweza kutegemea kumaliza shida za watu wote. Lakini kama miaka inaenda na population inaongezeka, manake mahitaji lazima yaongezeke.
Lakini wakati mahitaji yanaongezeka, resources are scarce, bado rasilimali ni chache. Na ndio maana ukaambiwa development is a gradual change from one point to another. Maendeleo ni hatua, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni wapi wewe umeona mtoto kazaliwa leo akaanza kukimbia? Ni wapi wewe umeona hivyo? Yupo? Katolewa tumboni kwa mama akaanza kukimbia? Yupo? Kama ambavyo ukuaji wa mwanadamu unaenda na hatua, ndivyo hivyo maendeleo ni hatua. Hatua moja kwenda hatua nyingine. Yeye kama mkuu wa nchi ni kama wewe baba wa familia. Baba wa familia umeanza uko wewe na mkeo, watu hawa wawili. Kwa siku mnakula budget ya shilingi ngapi? Tuashumu 20,000. Ameongezeka mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Mshahara wako wewe wa mwezi ni 1,000,000. Lakini mahitaji ya familia ni mengi, utaweza kuyatimiza yote kwenye familia yako? Maana yake utaangalia vipaumbele. Utaanza na lenye umuhimu zaidi, utakuja linalofuata. Na mwezi ujao carry forward. Sisi watu wa accounts una carry forward. Yale ambao hukuweza kuyamaliza shida mwezi huu, unayamaliza mwezi ujao. Je, sisi kama wazazi kwa kushindwa kumaliza shida zote za watoto wetu, tusema sisi hatutoshi kuwa wazazi? Kuna mtoto humu ndani anaweza kusimama akasema wazazi wake wamemaliza shida zake zote? Na ndivyo nchi inavyoendeshwa. Huwezi ukamaliza shida zote kwa wakati mmoja. Lakini pia mnaambiwa nchi ina deni. Madeni carry forward. Rais ukikabidhiwa nchi, manake unachukua na madeni ya nchi kwa wakati husika. Sasa kwa sababu umelikuta deni, je, utaacha kuleta maendeleo mpaka umalize hili deni? Tunaulizana tu, sisi si wasomi. Unaweza ukasitisha shughuli zote za maendeleo ulipe deni tu la nchi? Inawezekana? Haiwezekani. Na ndio maana kwenye uchumi tukaambiwa yapo madeni himilivu. Maana yake unaweza ukakopesheka. Kama unaona Rais Samia anaweza kwenda nchi akashawishi akapewa fedha za maendeleo, maana yake hiyo nchi imejiridhisha kabisa kwamba Tanzania ina uwezo wa kulipa hili deni kwa sababu madeni yao ni himilivu. Nchi hii lazima isonge mbele. Kama ambavyo amekabidhiwa, ana uhakika muda wake ukishwa ataulizwa, Samia umefanya nini? Ndicho ambacho anafanya sasa hivi, kutuletea maendeleo wa Tanzania. Hakuna kitu ndugu zangu kinaumiza kama mzazi unamlea mtoto wako, unajinyima mtoto wako asome, alafu hana shukurani. Uongo kweli? Ndivyo rais anayopitia kwa wale wanaokosa shukurani kwa namna anavyojitoa kwa taifa hili. Sisi unazoea ukimpelekea mtu zawadi akwambia asante. Si ndivyo? Leo unamletea mtu zawadi, hana shukurani. Hajui umepambanaje mpaka umepata hiko kitu ulichomletea. Inasikitisha sana. Mimi naomba vijana tuwe na moyo wa shukurani. Kwa sababu tumeambiwa wa inshakartum la azidannakum, ukishukuru utazidishiwa. Kwenye Biblia tumeambiwa moyo usiokuwa na shukurani hukausha mema yote. Vijana wenzangu, tumshukuru rais wetu. Wasomi, tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumuunge mkono, tumtie moyo ili aweze kupata nguvu zaidi ya kulipambania taifa hili. Vinginevyo
Wanasema huwezi jua thamani ya kitu mpaka ukipoteze. Huwezi kujua thamani ya kitu mpaka ukipoteze. Chumvi kila siku unayo jikoni unapika, siku ikiwa haipo ndio unajua thamani yake. Tuna lulu. Mimi huyu mama namuona lulu. Kuna mtu jamani ana utu kama Dr. Samia. Ni rais gani anaweza kumpisha mtu kiti akalie? Wewe umeona? Utu, humanity, ana ubinadamu, ana uwezo wa kuvaa viatu vya wenzake kwa sababu na yeye amepitia huko, ametokea familia za chini. Tunahitaji kiongozi mkuu wa nchi wa aina hiyo mwenye utu. Na ndio maana tumeambiwa kazi na utu. Kazi na utu, kwa sababu huko makazini unaweza ukawa una bosi lakini kama hana utu, hakuthamini, hauwezi kusonga mbele. Kama wewe kile unachokifanya unajitutumua, hakuna appreciation, utapiga hatua. Ndio maana tumeambiwa kazi na utu, tunasonga mbele. Kipindi hiki kama taifa tunahitaji watu wenye utu. Na Dr. Samia Suluhu Hassan ni kielelezo cha utu. Naombeni vijana wasomi tumuunge mkono Rais Samia Suluhu Hassan. Wewe kama unadhani uraisi ni jambo rahisi, manake wapo watu wamekaa vijiweni wanadhani kuwa mkuu wa nchi ni jambo rahisi. Ni jambo rahisi tu, unaweza ukaamka ukaamua tu ukafanya mambo. Sio hivyo. Mimi nawaambia ni mkuu wa wilaya. Kwenye ngazi tu ya wilaya, mkuu wa wilaya. Kwenye ngazi ya wilaya natakiwa kila siku nikiamka nijue maendeleo ya wilaya nzima. Niulize hospitalini huko, jamani salama ipo? Kuna changamoto? Ukirudi uangalie mambo ya elimu, vipi huko? Salama? Hujageuka uangalie migogoro ya wakulima na wafugaji, tuko salama jamani? Hujamaliza uangalie jamani masoko huko salama? Mimi nina wilaya hii moja. Unapata picha, mwenye nchi anawaza vingapi? Hii nchi ni kubwa ndugu zangu, ni kati ya nchi kubwa barani Afrika. Nchi ni kubwa. Kuweza kujua taarifa za kila siku za nchi. Lakini ukipata taarifa kuweza kutafuta solution ya hizo changamoto kila siku inaenda kwa Mungu. Si jambo jepesi kama wengi wetu tunavyodhania. Si jambo jepesi. Huwezi kujua uzito wa kiatu mpaka ukivae. Hao vijana wanaolalamika vijiweni, ukimpa tu kiatu changu tu cha ukuu wa wilaya, inawezekana hakimtoshi. Lakini wote hatuwezi kuwa marais wa nchi hii shekhe. Haiwezekani. Lazima ifike mahala ujiassess. Mimi nawaambia vijana, jiassess. Kwa sababu wewe usipojiassess watu watakuassess. Wewe unaweza ukatamani nafasi kubwa lakini sisi tunakuona shehe uwezo wa kushika hiyo nafasi shehe huna. Huna, tunakupima kwa hiyo uliokuwa nao sasa hivi. Jambo dogo unafoka, unawaka, unakurupuka. Hatuwezi kukupa nchi. Utatupeleka kwenye shimo tu. Utatuangamiza tu. Sababu kauli ya mkuu wa nchi hiyo ni sheria. Kauli ya mkuu wa nchi ni maelekezo. Sasa kama tunafikiri tunaweza kumpa tu mtu yeyote akaamka asubuhi akazungumza akatupeleka shimoni, hiyo haiwezekani. Ndugu zangu, nataka niwaambie daima kiongozi bora atatoka ndani ya CCM. Wahitimu, mpo kwenye mikono salama sana ya Chama cha Mapinduzi. Hamjafanya makosa kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi.
Na mkitaka kujua hamjafanya makosa, angalieni wangapi walioko huko sasa hivi wanarudi huko. Ndio utajua kwamba uko kwenye mikono salama. Mimi na madisi wenzangu walikuwa huko, wanajuta. Ukikaa nao wanakuambia tunajuta kwa sababu tumeshaharibu CV zetu. Usikubali kijana kuharibu CV yako, kwa sababu historia huaga haifutiki. Na sasa hivi tuna mitandao ya kijamii. Ukishaharibu hiyo historia kamwe haiwezi kufutika. Msikubali kuyumbishwa. Chama chenye maendeleo ya kweli ni Chama cha Mapinduzi. Vitu vipo kwa ushahidi she. Nikikwambia VETA zimejengwa kila wilaya, na uwezo wa kukupigia picha ukaona VETA kila wilaya zimejengwa. Ndio hivyo. Twende na data na fakti. Ndio kama wasomi. Data na fakti. Mtu anapoongea, mwambie leta fakti mezani, tushindane kwa hoja. Lakini tusikae kimya. Sisi tusiposema, ndugu zangu, nani aseme? Sisi tukikaa kimya, ndio nimesema tutakuwa hatulitendei haki taifa hili. Sisi tutakuwa wasaliti. Maana tunaona mambo yanaharibika, afu tunakaa tunayangalia tu yanaharibika. Wasomi oye! Seneti safi!